Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Brother Rogers YouTube channel. And I want to thank each and every one of you for your continued support. We are now at 800 subscribers and we are remaining with less than 200 so that we clock our 1000 target. Sorry. And if you're watching this video, I want you to take your 1 or 2 minutes, not even minutes, 2 to 3 seconds, click that subscriber button, and remember to turn on your notification bell. This is a place where we give hope to the hopeless, we give power to the powerless, and we give strength to the weak. A story is told in the Bible, ladies and gentlemen. I was reading the book of Matthew, chapter number 14, about the story of John the Baptist and Jesus Christ. My Bible, I took time really to read that story, and I tried to understand what it spoke to my life as a person. The Bible says, when you start from verse 13, where Jesus is beginning to feed the 5,000 people, but then ukisoma kutoka nyuma, the Bible says John the Baptist alikuwa amekatwa kichwa na King Herod. And you know, John the Baptist and Jesus Christ were close friends, because we understand is the one who welcomed Jesus into the ministry. He's the one who baptized Jesus, by the way. So that is a respectable person. Those are respectable friends. Ukipata mtu ambaye mwenye alikuintroduce mahali ama katika kazi, ama mtu akakutolea ushuhuda mahali fulani ukaajiriwa, huyo ni mtu ambaye unafaa kumheshimu sana. So Jesus had really respected John the Baptist and they were close friends. Na najua kuna yule rafiki ukisikia kitu kimemtendekea unasikia kwamba ni wewe umepata msiba, you know? So wakati Yesu alipelekewa habari kwamba John the Baptist ameuliwa na Herode amemkata kichwa, the Bible tells me Yesu akaingiwa na uoga kama binadamu. You know, Jesus was also a human being physically. The Bible says aliposikia maneno haya, now I'm picking from verse 13, John 14, I'm picking from verse 14. If you have your Bible you can read. The Bible says Yesu akaamua kujitenga ili kwenda kufikiria mambo ambayo yametendeka. He wanted to meditate. He wanted a quiet place, himself and God, to meditate on what had just happened to John the Baptist. As a friend, ukisikia kwamba rafiki yako ameuliwa na mnafanya the same job, it's like IBC. When returning officers walisikia kwamba other returning officers wengine wamepotea, unaingiwa, unajawa na uoga, and you feel like mtu akufungia mahali kwa nyumba, then you be quiet and meditate what really happened. So this is how Jesus was terrified and troubled, because his friend had already been cut off. So the Bible says, on his way to find a quiet place where he could take rest, the crowd followed him because they were not satisfied. Hawakuwa wameshiba na neno. Wakaanza kumfuata Yesu mahali alikuwa anaenda. And Jesus was like, "Hi, I can't find rest." But then because that was part of his duty to preach the gospel, akavumilia. Watu wakamfuata wengi. The Bible says a multitude of people. A crowd of people. Close. Walipokuwa wanahesabu walifika 5,000. Nakumbuka kwamba walikuwa wanahesabu tu wanaume, hawako wanahesabu wanawake na watoto. So 5,000, assume each man alikuwa na bibi. That is 10,000. Na assume alikuwa na mtoto mmoja kila mtu. Those are 15,000. You can imagine 15,000 people following Jesus. Najua ukikuwa crowd hata 6,000 unashtuka. Hata crowd ya watu 200 unashtuka. So Yesu alipoanza safari kwenda mahali ambapo alikuwa anataka kupumzika, Biblia inasema watu umati ukamfuata.
na akina Petero ambao walikuwa ni wanafunzi wake wakaanza kumwambia, wakaanza kuogopa kwa sababu ilikuwa imefika jioni na mahali walikuwa, the Bible says it was a remote area. You can imagine a remote area, mahali hata pikipiki haiwezi ikapita. So wakamwambia Jesus, you know, no, this is a remote area and it's getting late. Wacha tufungulia watu waende wakatafute chakula pale town. Because they got scared. Peter and others got scared. Kambia Yesu, know what you do? These people are too many. What we do, let's release them. Because where we are, this is a very remote area. It's very risky to be here. Na mwenzetu ameuliwa, it's very risky to operate from this place. But you understand who Jesus was. Jesus told Peter, there is no need for them to go in town to find food. Hakuna haja waende mjini kutafuta chakula, and yet we are here. Come on, man. I'm here. Why should you chase people to go and look for food, to go and struggle? Yet I'm here. I'm Jesus, my friend. Hey, I'm here. Then Peter told him, yes, you are here. But then Jesus, we have no food. What do we do? Ndio uko hapa, baba yetu mwalimu, you are here. But there is nothing. We only have 5 loaves of bread and 2 fish. Tuko tuna tu samaki 2. Na mikate 5 peke yake na tu samaki 2. How Jesus, hii hata iwezi tutosha sisi wenyewe. Can these people go and find food? Yesu akamwambia, no, they are not going. Niletee hizo samaki na hiyo mikate. The Bible says when they were brought to Jesus, Jesus prayed and he multiplied the bread and the fish. Watu walikuwa pale, I want to imagine there were over 20,000. Ni 5,000 ni wanaume peke yao, but weka wanawake na watoto na wasichana. Watu walikula. You can imagine chakula inatosha watu 20,000. The Bible tells me people ate, walikula wakashiba na wakabeba nyingine. Na bado wakashindwa kumaliza ile walibeba na vikabu. Ladies and gentlemen, listen to me. Nisikize vizuri. There are people wanateseka katika haya maisha na hawaelewi kwamba their solution is with them. I want to give you a very short story. Tulipotoka hapa Kisii tukaenda seminar Nairobi miaka ambayo imepita, tukapelekwa one of the biggest hotels. Nakumbuka ilikuwa opposite Jamhuri High School. Nimesahau jina kidogo. Ilikuwa inaitwa, hiyo hotel ilikuwa inaitwaje? Ukifika Jamhuri High School it's opposite. So tukaenda, tulipofika pale kila mtu akapewa kadi. Kaambiwa hii kadi ni yako, ndio inakufungulia room. Tukaweka kwa mfuko kila mtu. So sisi tukabaki tu tukipiga story na kujuana na wengine ambao walikuwa wamefika, tukingoja seminar ianze rasmi kesho. So we remained at about 30 minutes tukipiga story. So tulipokuwa tunaelekea mahali tulikuwa tunalala, tukapata one of our colleague amesimama kwa mlango very frustrated. Tunamuuliza what is happening? Kasema hii mlango imekataa kufunguka. Mimi sikupewa ufunguo, nimesimama hapa, it's not opening. Hai. Alikuwa amekuwa fed up. Tukamuuliza, ndugu, ulipewa kadi? Kasema kadi ndio hii, akatoa kwa mfuko. Sema kadi ndio hii. Tukamwambia, unaona hii kadi? Hii kadi unawekelea hapa, mlango inafunguka. Ukifika hapo ndani, kuna mahali hapo unaiwekelea ndani, alafu stima inawaka na kila kitu inaanza kuwa operational. Tulipomwekea, alikuwa ameteseka na alikuwa na majibu ndani ya nguo. What am I saying? Wakati Petero anasumbuka watatoa wapi chakula? Chakula walikuwa nayo, Yesu Kristo. Wakati Petero anasumbuka ni wapi hawa wageni watapata chakula? Chakula walikuwa nayo, Yesu Kristo alikuwa amekaa na yeye. But
Peter did not know the power in Jesus. He didn't understand. There are people who have employers. Umetafuta kazi for 10 years, but you don't know kwamba the person you greet daily on the road is your employer. You don't know. That's a reality. Yule mtu ambaye unasalimia kwa barabara, akipita na gari kila siku unamfanyia una wevu, that is your employer, but you don't know. How I pray that God to open your eyes. Yule mwanaume unayemdharau katika kwaya, that is your husband. Ni vile tu utaki kujua na unamdharau. You don't want to know. Unamdharau ni nini sasa hapa? That is your husband. It's you to know. I pray God to open your eyes. I remember one time when I was in my office here and some students were coming for attachment. In my office, I have a supervisor who supervises his students when they are running the attachment. So, walipokuja nikawaambia, this is the requirement. A, B, C, D. As a good manager or as a good director, mimi all the responsibilities za wanafunzi nimepatia my supervisor who guides them. So walikuja kwa office nikamwambia, what you need is A, B, C, D. So nyinyi kwendeni, leta hizo vitu hapa, documents. Waliporudi hawakunipata kwa ofisi, wakaingia kwa ofisi nyingine ya supervisor, wakampata yeye ndio yuko pale. So wakamwambia, hapana, tulikuja hapa, mdosi akatuambia tuleta these documents. Yule supervisor akawaambia, hapana, there's a document that is not here. So wakaanza kupingana na yeye, wewe unatuambia kitu nini, wacha tuende. Waliporudi kwangu kuniambia kwamba wamepata shida, nikawaambia, nyinyi huyo ndio supervisor wenu, rudini. They never went back. They ran away. They never knew that this person has the power. Kuna watu muko na njaa lakini hamujui kwamba huyo mulie na yeye ndio chakula chenu. You don't know. Unajua, ladies and gentlemen, most of the time we fail because we fail to understand that the people who are close to us are actually our destiny helpers. If I want to ask you, ladies and gentlemen, nianze kuwauliza hata nyinyi, nikuulize dada, jinsi ulivyokutana na bwana yako, utasema hii story ninawaambia ni ukweli. You never knew kwamba is your husband. Haungejua. But because you discovered, ukaanza kuona, hii mwanaume vile ananisalimianga siku hizi, ni kama iko maneno. If you never discovered that, haungekuwa bibi saa hii, ungekuwa nyumbani kwenu umezeeka. Our destiny helpers are within us. They are surrounding us. And I'm telling you, your job is where you are. Ile kazi unatafuta kama ni ya walimu, ile kazi unatafuta ya ofisi ya accountant, ile kazi unatafuta hiko hapa na hawa marafiki unatembea na wao. It's time you begin to associate with them and tell them, yes, this is what I'm looking for. Unapoenda kukutana na watu, just mingle. In that meeting, you can find your employer there. Don't fear. Najua kuna watu wanaenda meeting. I have seen this behavior. Watu mnasema, okay, mumeenda seminar, wengine mumetoka Mombasa, wengine mumetoka Kisii, wengine mumetoka sijui ni wapi, wengine mumetoka Transmara, wengine mumetoka wapi, mmekutana Nairobi. Alafu now mtu anawaambia mwenye amesimamia that particular day kwa hiyo meeting, anawaambia, now wacha tufanye introduction. Single lady anafanya introduction, anasema mimi naitwa Kemto. Anamalizia hapo. Utaki kusema uko single because there is a man somewhere who is admiring you na anafikiria umeolewa. Sema mimi naitwa fulani na niko single. Kuna bwana yako hapo katika huo mkutano na kuadmire, anasema, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, ungenionekania nipata yule demu wako single. Huyu kabla tumalize hapa leo. Huyu nachomoka na yeye nyumbani. Lakini sasa kwa sababu hutaki kuweka maneno yako jinsi ambavyo yanahitajika, unakosa bwana. Wewe hutaki kusema kwamba jina langu ninaitwa Kakasungura. Mimi kazi yangu ninafanya imports ya mitumba.
Ukisema hivyo, kuna mtu ambaye amekuwa akitafuta beli ya mitumba hapo katikati na amekosa. You could be a helper to him, but because you don't want to understand the kind of people you are surrounded with, that is how we lose our destinies, that is how we lose jobs, that is how we lose opportunities. Some of us, we casually dress. Like me, okay, I'm not bragging, but then I have an office. So we casually dress. Napata umechapa kanguo kako vizuri na tuviatu, unaingia kwa gari yako na drive. So ukifika meeting unapaka gari mahali fulani, and then you just yaani mtu akikuwa hii kimtu sasa hii kasia gani, kumbe mtu ajui kwamba huyu ni mtu anaweza kunipatia kazi. I pray God to open your eyes, and I want to challenge you. Unajua Petero alipokuwa na Yesu anamwambia usifukuze hao watu kwa sababu ni kwamba Petero hakuamini. He didn't believe it. Hata wakati Yesu anamwambia leteni hiyo mikate 5 na uto tusumaki 2, leteni hapa, Petero hakuamini. Alikuwa anafikiria Yesu anafanya mzaha. Lakini baada ya Yesu kumultiply that food, ndio Petero akasema kweli usiwe mdharau mtoto ya binadamu. Usiwahi mdharau. Wale watu ulidharau, wale ndio wadosi wako, lakini because Mungu wako kufungua macho. And I always tell people like this, when you are in the public, ukiwa kwa mikutano, tafadhali jaribu kukuwa na heshima kidogo. You never know the kind of people you are dealing with. Directors don't dress nicely. Company owners don't dress nicely because they are tired of suits. They are just casual. It's up to you to know. It's up to you to have a discerning spirit so that God can help you to detect. Ladies and gentlemen, I remember one day, tulikuwa mkutano fulani. I'm giving you a real story because I know maybe in one way or another you've been in this situation. Najua kuna watu mumelia machozi na hujui kwamba yule mtu anafaa kukusaidia, muko na yeye. By the time utakuja kuelewa kwamba yeye ndiye alikuwa anafaa kukusaidia, the opportunity has gone. Hata kanisani, heshimu kila mtu. Na mnapokaa na mtu, try to know one another. Don't sit. Usikae kwa gari, mumepanda na mtu kutoka wapi, munaenda 10 miles ama 100 miles ama 500 miles na hujawahi jua mtu mumekaa na yeye. Maybe huyu mtu anatafuta receptionist na wewe unatafuta kazi ya receptionist. Mkijuana uambie hey ndugu, hey unaitwa nani? Mimi naitwa so and so, natoka mahali fulani. Okay. Okay, by the way, mnajuana, wewe unafanya job gani? Okay. Na huyu anakuambia mimi napanda gari naelekea Nairobi naenda kutafuta kazi ya receptionist. Anasema okay, I've been looking for a receptionist and this is the right time. Anakuambia oh, give me your number, we'll talk later. Namba yangu sikupei. Oh, where? You are losing opportunities. An employer can never, mtu mwenye anakuajiri kazi hawezi akakwambia kuja nikupee kazi. Anaanza tu kimchezo. Just help me your number or take this card. Just call me tomorrow. Ukisahau kupiga simu, an opportunity has elapsed. And that is how God works. Nataka nifungue mtu macho aone kesho. I want to open your eyes so that you can see your tomorrow. Unapokuwa kanisani, interact with the people and try to know their abilities. Know them. Within that multitude, utapata kitu kitakusaidia. Wasichana ndio wana hii tabia ya kunyamaza kwa mikutano. Una tabia ya kunyamaza, utaki kuongelesha mtu kwa sababu yeye ni slay queen, umepaka Q-Dex, utaki kuzungumzia mtu, umekaa tu, you are too special. You will die single. Petero akashtuka. Hey, kume. Hey, what is this? So we have been sitting with such a powerful man. The Bible says, Jesus fed the 5,000 and the food remained. Listen to me. Nisikize vizuri. It's high time you begin to think critically. Ni wakati uanze kusikiza fikra zako vizuri and know
how to interact with people. Don't treat people casually. Don't. Please don't. I'm warning you today. If you want to succeed in this life, if you want to be promoted in your job, if you want to get married, if you want to marry, if you want your son to get married, if you want your daughter to get married, don't treat people casually. Wamama, sikiliza. Huyo mama mwingine unayemdharau ndiye atakuwa your mother, your wanatangaja in law. Yodi atakuwa kolera. Ini kikisi tunaita kolera. Huyo mwanaume ulimdharau, huyo msichana wake ataolewa huko na utashangaa. Mwanaume, hiyo familia unaidharau siku moja, hapo ndio msichana wako ataolewa na hakuna kitu utafanya. Wale watu unaowadharau, hapo ndio kijana yako ataenda atoe msichana na hakuna kitu utafanya. There's nothing you will do. Let's know our abilities. Let's try to understand the people around us. What is their ability? That's a gentleman. I hope I have instilled some sense, and I hope I have opened your eyes. My work here is to make you see, is to make you widen, is to make you see what you have never seen or what you are expecting to see. Ladies and gentlemen, I want to wish you the very best. Na wacha Mungu akunene, wacha Mungu akufungue macho, wacha Mungu akuonyeshe kesho yako iko wapi. It's now you begin to greet the people you have been meeting in church. It's now you begin to greet the people you have been meeting in meetings. It's now you begin talking to the people you have been meeting in office. It's high time you start talking to them. It's high time. Salimia watu bana. You never know. May God bless you. Asante sana.